wazazi walifanya. Tunalipa deni ambayo hatulijui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengi tunapitia katika changamoto, na ukifuatilia vizuri, kumbe wazazi walifanya mambo, walikufa, lakini sisi ndio tunalipa. So yale maovu yameturudia sisi, kwa sababu sisi ni kile kisasi. So tunalipa madeni. Bwana Yesu asifiwe. So leo tunataka nisungumzie hapo tu kidogo. Wacha tuanzie 17. Inasema nini msomaji? Karibu mchungaji. Biblia inasema, je, hamukupatia mambo haya mwenyewe? Kwa kuwa umemwacha Bwana Mungu wako alipokuongoza njiani. Na sasa una nini utakayotenda katika njia iendayo Misri? Kunywa maji ya Shihori? Au una nini utakayotenda katika njia uendayo Ashuru? Kunywa maji ya ule mto? Uovu wako mwenyewe utakurudi, maasi yako yatakukaribia, ujue. Basi ukaona ya kuwa ni jambo baya sana na uchungu kuwa umemwacha Bwana Mungu wako, na kuwa moyoni mwako hamna unihofu, asema Bwana, Bwana wa majeshi. Kwa maana tangu zamani wewe umeivunja nira yako na kuvipasua vifungo vyako, ukasema, mimi sitatumika. Kwa maana juu ya kila kilima kirefu na chini ya kila mti mwenye majani mabichi umejinamisha, ukafanya mambo ya ukahaba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natumai kama tumekuwa tunasikiza hilo neno linakuingia. Amen. Amen. Haukujipatia mambo hayo mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakati wewe umeyafanya hayo yote, kumbe hayataenda bure. Chochote ambacho umekifanya kibaya kitakurudi. Yaani maasi yako, yaani yale mambo maovu hayo ambayo ushaifanya, usipotubu itakurudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchawi, nyinyi hamjaona mchawi akikufa. My friend, kama umeona maybe ni wachache. Wakati mchawi huwa anachawi watoto ama majirani ama anachawi mtu, siku yake ya kufa ikifika tu, siku yake ya kufa ikifika, let me tell you the truth, siku yake ya kufa ikifika, huwa anachomeka kabla hajakufa. Bwana Yesu apewe sifa. Ataanza hata kutacha na majina. Rosi, wewe niachilie, pia na mimi nitakuolee, sijui anaanza kusema yani yale ambaye alikuwa